Naam, tunaendelea na season yetu kama kawaida mpenzi msikilizaji, na leo tunakuja na dude lingine ili hapa jipya kabisa. Mzee, usikae mbali na ili dude kwa sababu ni dude tamu ambalo litakupa mafunzo na mafundisho makubwa sana. Katika season letu la leo tunaanza kabisa hapa mpenzi msikilizaji, lakini kabla sijakuelezea filamu hii ya Salome na Johnny, ungefanya jambo la kiungwana la kusubscribe channel yetu ili uwe kwanza kabisa kupata vitu vyetu pindi bado vipi kabisa mpenzi msikilizaji, na vinatoka jikoni kabisa. Mpenzi msikilizaji, leo nakushushia dude hili hapa la Salome na Johnny ambao walikuwa ni wapenzi, walikuwa wanataka kufunga ndoa, lakini Salome alikuwa ni bidada ambaye alikuwa ni tajiri sana, ambaye alikuwa anamwangalia tu Johnny, ambaye Johnny alikuwa ni maskini, lakini alikuwa amempenda hivyo hivyo kutokana na wazazi wake walivyokuwa wamemlazimisha aolewe na Johnny. Lakini Salome hakuwa anajichagua wala nini, alikuwa ameshatukubaliana na wazazi wake na kukubaliana kuoana na Johnny. Lakini mpenzi msikilizaji, siku moja katika matembezi, wakati Salome anatembea, akakutana na ex wake ambaye alikuwa anaitwa Jeremia. Jeremia alipokutana naye alikuwa katika hali mbaya sana, ile hali ya kimaskini. Unajua hali ya kimaskini. Basi akamwambia, kwanza aligongana naye, yani baada ya kugongana naye bidada Salome akashtuka, akamwambia, vipi mbona unanigonga? Akamwambia, jamani samahani, unanikumbuka? Akasema, hapana sikukumbuki. Akasema, jamani mimi niangalie vizuri, unanikumbuka? Kweli bidada Salome kumwangalia vizuri Jeremia akamkumbuka kwamba alikuwa ni ex wake yule wa zamani. Basi wakati wanaendelea kubishana pale, mara kidogo Johnny akaja. Johnny alipofika akamuuliza, we Salome, ni nani huyu? Mbona unasalimiana naye na kuongea naye mtu mchafu namna hiyo, unagusana naye mtu mchafu kachafuka namna hii? Akamwambia, samahani, huyu anaitwa Jeremia, ni ex wangu. Alipomwambia ex wako, sasa ex wako ndo anakuja na kukumbatia mchafu hivi afu unakaa naye, maana yake nini sasa? Pale ikabidi Jeremia amuulize sasa, anamuuliza Salome. Akamwambia, Salome, kumbe una mchumba? Akamwambia, hapana. Alimwambia, kumbe una mume? Akamwambia, hapana, sio mume, huyu ni mchumba wangu tu, anataka kunioa. Akamwambia, mimi nilikuwa sifahamu. Basi Jeremia akaenda kumkumbatia Johnny. Baada ya kumkumbatia Johnny akamwambia, toka hapa, mbona mchafu unanikumbatia nini? Lakini wakati anamkumbatia Johnny akawa ameshamchomolea simu katika mfuko wake. Basi pale ikabidi Johnny amwambie Salome, tuondoke, mwachana na wachafu kama hawa, unakutana na watu wachafu kama hawa, maana yake nini? Ikabidi wakaingia zao kwenye gari. Baada ya kuingia kwenye gari, kati wanaondoka, mara kidogo Johnny anakuja kujisearch, anakuja kujikuta simu hana. Baada wakati amesimamisha gari anajisearch, anakuta simu hana, mara ghafla kioo kikagongwa cha gari. Kuja kufungua ni Jeremia. Jeremia akamwambia, samahani, hii ni simu yako Salome? Salome akamwambia, hapana, ni ya mchumba wangu. Akamwambia, basi poa. Ikabidi yule Johnny aichukue ile simu. Akamwambia, huyu ex wako ni mwizi tu, kwanza ni mjambazi, mimi simpendi, ndio maana nilikwambia kaniibia. Akamwambia, hapana, ulidondosha simu. Idadondoshaje simu? Nimedondoshaje simu? Simu itadondokaje bila hata kupasuka hata kidogo? Wewe ni mwizi, utakuwa umeniibia. Salome akamwambia, achana naye bana, mbona unafanya vitu vya ajabu hivyo? Lakini Johnny, hebu achana na hivyo vitu bwana, mtu kakuletea simu. Na pale Jeremia akamwambia, kama ningekuwa mimi nimeiba hii simu nisingekuletea. Basi ikabidi pale wakawa wameingia kwenye gari na kuondoka zao. Baada ya kuondoka, alipofika nyumbani wakaendelea kugombana Johnny na pamoja na Salome. Akamwambia, wewe mbona unakuwa mkorofi hivyo? Unagombana na mtu ambaye kakuletea simu yako. Je, kama angekuwa ni mwizi, si angechukua ile simu angeondoka nayo? Na mimi namjua yule ni ex wangu wa siku nyingi, hajawahi kuiba wala sio mwizi. Basi pale ikabidi yeye Johnny akawa amepaniki sana na kukasirika, lakini akamwambia, inabidi ukamuombe msamaha Jeremia kwa sababu umemkosea. Unamsema mbele za watu kwamba ni mwizi wakati tukakuletea simu yako. Johnny akamwambia, hapana Salome, siwezi kwenda kumuomba msamaha katu, labda dunia ipinduke igeuke isimamie kichwa. Basi Salome akamwambia, kama hutaki kwenda kumuomba msamaha, mimi nitaenda kumuomba msamaha. Basi akawa ameondoka pale na kwenda kumuomba msamaha Jeremia. Alipomkuta Jeremia, akakuta Jeremia akiwa na mawazo sana. Akamwambia, samahani, naona nimekukosea sana, lakini naomba nisamee, na pia msamee Johnny ambaye ni mchumba wangu. Akamwambia, mimi siwezi kumsamee mtu kama yule kwa sababu ananichukia. Akamwambia, sasa nikwambie kitu, naomba basi utafutie kazi. Akasema, sasa tutafuta kazi gani? Akasema, wewe nipe. Jeremia akamwambia Salome, nipe hata kazi tu ya kapo ofisini kwako, hata kufanya usafi na nini. Ikabidi pale Salome akamwambia, kwani kazi unaweza kupata kwenye ofisi yangu, lakini ningeomba nikuulize kitu, kwani unajua kuendesha gari? Akamwambia, ndio najua kuendesha gari na ni driver mzuri. Akamwambia, basi utakuwa umepata kazi ya driver, unaweza kuendesha gari? Akamwambia, ndio. Sasa kama ameondoka pale kwenda kwa mpenzi wake Johnny. Alipofika kwa Johnny akamwambia, Johnny, inabidi sasa hivi tutafute driver wa kutuendesha. Johnny akamwambia, hapana, mimi sihitaji driver. Driver wa nini? Akamwambia, hapana, ndio tupate driver awe anatuendesha kwa sababu sisi wenyewe hatuwezi kuendesha gari. Unajua tumeshakuwa na watu wakubwa, afu basi kuendesha gari haipendezi, yani kwa mabosi kama sisi. Basi akamwambia, sawa. Basi Johnny akamwambia, basi mimi nitamtafuta hiyo driver, nitafanya kazi kutafuta hiyo driver. Akamwambia, hapana, driver usimtafute, mimi nishampata driver. Akamwambia, mbona haraka hivyo? Una haraka gani?
nani? Yaani ghafla unasema ushampata driver. Ni nani wewe driver mwenyewe? Akamwambia ni yule ex wangu Jeremia. Jeremia? Hivi umechanganyikiwa, ni nini ex wako kuja kumleta aje kutuendesha sisi? Hapo utakuwa na mambo yako nini? Achana na mambo yako ya ajabu ajabu. Mnajua nakupenda afu mnifanyia mambo ya ajabu. Pale ikabidi Salome akamwambia, hapana, unafikiria vitu vya ajabu. Mimi nimemtafuta yule tu kama mfanyakazi kwa sababu nataka nimsaidie, hali yake ni mbaya. Ni ex wangu sawa, lakini umeona jinsi alivyo, amechakaa, amechoka, hana kazi yoyote. Ikabidi basi, kumbe bwana, bila kujua, kumbe yule bidada yule ambaye ni Salome ndo mwenye mali yote na ndo mwenye kila kitu pale, utajiri wote ni wa Salome. Kwa hiyo yeye pale John akawa ni kama vile tu msikilizaji, yani hakubisha sana, yani ile unajua tena kama mali sio zako huwezi ukashoboka sana, unaweza kujikuta umefukuzwa wewe. Basi akawa amekubaliana na hilo. Mara kidogo kesho yake imefika, mzee akawa Jeremia ametimba pale ndani. Baada ya kuingia pale ndani akajisemea mwenyewe, hatimaye nimeingia ndani. Anasema katika moyo wake, lakini hatimaye nimeweza kuingia ndani. Basi mara kidogo John akaja. John alipokuja akamwambia, unashangaa nini? Mbona unazungusha feni na unazungusha shingo kama feni mbovu? Au kuna kitu umepoteza? Akamwambia hapana. Akamwambia shika funguo hii hapa, twende ukaanze kazi, uniendeshe. Akamchukua na kumwendesha mpaka ofisini. Alipofika ofisini akawa amefikisha ofisini, John akaingia ndani ofisini. Baada ya kuingia, wakati sasa Jeremia anatoka, mchizi anafika mlangoni, akakutana na bidada mmoja ambaye ni mfanyakazi wa pale katika kampuni, ambaye huyo mfanyakazi ni hawala wake na John ambaye wanadate kisiri, yani wanamuibia Salome. Basi baada ya kukutana naye pale akamwambia, wewe na wewe ni nani? Akamwambia, mimi ni mgeni na ni driver. Akamwambia, driver? Kwa hiyo siku hizi John ana driver pamoja na Salome? Akamwambia, ndio, mimi ndo driver wao. Basi ikabidi pale akamwambia, haina noma. Kama ameondoka kaingia zake ndani. Baada ya kuingia ndani akamkuta John. Baada ya kumkuta John akamwambia, John, siku hizi usiniambie kwamba una driver. Akamwambia, huyu bana ni ex wake na nani? Ex wake na mpenzi wangu Salome. Kwa hiyo akamwambia, sasa ex wake anakuja kumuendesha tena? Akamwambia, ndio hivyo, sababu yeye ameamua hivyo, haina noma, mimi nikamwona nimkubalie tu ili amuendeshe. Basi kabidi akatoka pale, akawa amemwambia kila kitu kwamba ni ex wake. Akaja akamwambia sasa Jeremia, yule bidada sasa pale ni mfanyakazi pale, akamwambia, naona kumbe wewe ni ex yake na Salome. Akamwambia, umeshaambiwa kila kitu sio? Haina noma, kwa sababu najua mnajuana, ndio maana mnahadisiana mambo yote hayo. Haina noma, ukweli ndio huo, mimi ni ex wake ndio, lakini nimekuja tu kufanya kazi, sija kufanya mambo mengine. Basi akawa ameondoka pale. Baada ya hapo ilipofika jioni, ikabidi amfuate tena kwenda kumchukua. Alipoenda kumchukua akampeleka nyumbani. Baada ya kumpeleka nyumbani wakawa wametulia zao. Siku moja akawa wanafanya zao maravidavi nini, wanakulana mate. Mara kidogo Jeremia akaingia, akakuta Salome na John wakiwa wanaendelea kukula maravidavi. Akamwambia, mimi ndio maana simpendi huyu jamaa, unaona sana tuharibia mambo yetu. Wewe kama vipi, yani bora tu angeondoka. Akamwambia, achana naye, si unajua tena mambo mengine haya usibwengi sana bana, mtu alikuwa hajui ameingia tu ndani. Basi baada ya kutoka hapo akamchukua akampeleka ofisini. Baada ya kumpeleka ofisini, siku hiyo Jeremia akawa anaingia tena ofisini. Baada ya kuingia ofisini akakutana na yule mwanadada ambaye ni mfanyakazi wa pale, wakiwa wanakula romantic pamoja na nani, na John. Baada ya kufumania, basi John akawa amepaniki sana kile kitendo. Akajua kabisa moja kwa moja lazima ataenda kumwambia Salome. Basi akawa ameondoka kwa hasira na kuelekea nyumbani. Alipofika nyumbani akaanza kushoboka. Hivi unaweza kaamini, yani mfanyakazi wako Jeremia hajaja kunichukua na gari, mimi niko kupanda taxi kweli? Kwa nini mimi niweze kupanda taxi wakati gari ipo ya ofisi, afa hajaja kunifuata? Ndio maana mimi nilisema huyu mchiza na dharau, mimi simpendi. Akamwambia, achana naye, usikasiriki, kwa sababu huwezi jua maisha ni nini ambacho kinaendelea. Basi akawa amepaniki pale. Mara kidogo naye Jeremia akawa anaingia. Baada ya Jeremia kuingia, Salome akamwambia, ulikuwa wapi? Kwa nini hujamfuata boss? Akamwambia, nimemfuata nikakuta ameshaondoka. Akamwambia, hapana. Mara kidogo akawa ameingia John. John akamwambia, mfukuze kazi huyu, afai hata kufanya kazi kwangu. Kwa sababu gani mimi natembea kwa mguu kati ya yuko na amechelewa kuja kunichukua? Kwa sababu gani? Yani akawa anamporomea, mwachishe kazi bwana, kama vipi? Kwa sababu anajua kuna mchongo wake ambaye mwenyewe anaupanga. Lakini Salome hakuweza kulizingatia hilo, akawa ameachana naye. Basi baada ya hapo akawa amerudi tena kazini. Lakini sasa kumbe yule mchizi Jeremia akawa na rafiki yake ambaye ndo anakaa. Sasa kule wakawa wamepanga jambo moja, John pamoja na yule ex wake wa kule ambaye anamchiti Salome, wakawa wamepanga jambo kwamba waanze kumtrack, yani wamfuatilie Jeremia. Basi siku hiyo kweli yule bidada akawa ametoka anamfuatilia Jeremia kwa nyuma ili ajue anaishi wapi, ili aweze kumfanya mawasiliano ili waweze kumteketeza na kumuondoa katika kampuni hiyo.
Baada ya kumfuatilia akakuta anaenda kwenye bonge la mjengo, ni mjengo wa maana. Akaja akamwangalia, baadaye akaondoka. Alipoondoka akawa anampigia simu sasa jioni kumwambia bana, huyu Jeremia anaishi maisha ya kitajiri sana na anakaa kwenye bonge la mjengo, yani mjengo mkubwa sana, huwezi amini, wala sio maskini kama anavyojifanya maskini. Akamwambia lakini huenda labda huo mjengo ni wa rafiki yake. Akamwambia sina uhakika, lakini ameingia kwenye mjengo mmoja mkali sana. Basi ikabidi akawa ametoka zake pale jioni. Baada ya kuondoka, baada ya kusikia yale, akawa ameondoka sasa kwenda kumwelezea Salome. Akamwambia Salome, unajua mimi nataka tufunge ndoa haraka kwa sababu na mambo yangu, yani naona kama nacheleweshwa sana kufanya mambo yangu. Hivi lini tutafunga ndoa? Akawa anamwambia bana, si bado muda, lakini wazazi wametupangia, ngoja tusubirie kidogo. Akamwambia hapana, mimi na haraka, mimi nitaenda kuambia wazazi wako kwamba tufunge ndoa ndani ya wiki hii. Siwezi kusubiria hiyo miezi miwili kwa sababu miezi miwili ni mingi sana. Mimi nimechoka na upwilu. Akamwambia basi haina noma. Mimi kama vipi nitaenda kuongea na wazazi wako bana. Akawa ametoka na kwenda kuongea na wazazi wake. Akamwambia wazazi bana, mimi nataka tufunge ndoa ndani ya wiki hii. Mpenzi msikilizaji, kwa sababu picha letu ni nzuri na ni tamu, tutaendelea katika season ya pili. Endelea kunifuatilia.